wikendi. Na tukisonga mbele ni kwamba aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Margaret Kobia ametuzwa kwa juhudi zake za kuendeleza usawa wa jinsia na kutetea masuala ya kina mama. Shirika la usawa la Gewe limemsifu Bi Kobia kwa kuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kuwa wanawake wanapata nafasi za kujiendeleza kiuchumi katika jamii. Haya, wamama tuko wapi? Simameni tukaribishe mama Profesa. I swear I never knew she would be a minister. And CS became a minister. Tulifanya kazi naye mzuri sana. Kwa hiyo miaka imepita 4. Kama maendeleo tuliweza kufanya very many changes. Kwa hivyo tumemshukuru sana na tumesema asante. If you read our exit report, what we are leaving behind for the people coming, and as both in gender and public service, you will be amazed at what has been done in a very, very short time. We didn't have a lot of razzmatazz around it, but the effects are being felt. And you said you could become a member of parliament. And I told you no, you told me you could. And therefore I stand here because you mentored me. I really want you to know how much I appreciate what you did in my life. Tukisalia kwenye masuala yanayofungamana na jinsia, huku ulimwengu ukiendelea na maadhimisho ya kipindi cha siku 16 cha kutoa mahamasisho dhidi ya dhulma za kijinsia ulimwenguni. Dhulma hizo zimekithiri mno katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi ambapo ukeketaji na ndoa za utotoni bado vinaendelea. Husna Mohamed na maelezo zaidi. Katikati ya bonde la Suguta katika kaunti ya Samburu kuna chemichemi ya matumaini. Kituo cha Immaculate Rescue Center. We rescue, we safeguard and empower girls who have been rescued or rather who have been subjected to FGM. Kituo hiki kilichoanzishwa mnamo mwaka 2000 ni nyumbani kwa mamia wasichana wadogo wanaokimbia mila kandamizi ya ukeketaji na ndoa za utotoni. Even before it was hard for us to keep those girls because we could feel insecure because now, you know, we are fighting with the cultural practices of the area. Kutana na Veronica, msichana wa Kisamburu aliyewahi kukeketwa. Kwa Samburu sherehe ikifika tunasherehekea jioni afu kesho asubuhi nikatairishwa asubuhi. Mtindo ni kuwakeketa wasichana wangali wadogo kabla ya kukua na kupinga mila hiyo. Baada ya kukeketwa, linalofuata ni ndoa. Sasa mimi nilikuwa bibi wa 4. Nilikuwa nafuata watatu nikapelekwa hiyo nyumba. Sasa bado niko mgonjwa. The northeastern region, which has the highest FGM at 94%. We have Wajir, Tana River, Garissa, and Mandera. Then we also have Samburu, Marsabit, Isiolo. Veronica mwenye umri wa miaka 14 ni mtoto wa 6 kati ya watoto 9. Huku kaka zake wakubwa wakipokea elimu shuleni, dadake mdogo tayari ameshakeketwa na kuozwa. Kwa mujibu wa ripoti ya UNICEF, msichana mmoja kati ya 5 anakumbana na ukeketaji au ndoa za utotoni. Nchini Kenya pekee takribani wanawake na wasichana milioni 3 wamekeketwa. Huku kiaminika kwamba kila baada ya sekunde 2 msichana huozwa ulimwenguni. We are now seeing children of 6 months, 1 year, 2 years being cut. So that by the time they reach us, when we are telling them to say no, they've already been cut. Mtaa wa Teresa Nduku almaarufu Sister alipotumwa kijijini Suguta miongo 2 iliyopita, alijitwika jukumu la kueneza matumaini katika jamii hiyo baada ya kushuhudia hali ngumu inayowakumba wanawake na wasichana humo. That prompted sisters to feel that we need to do something so that we can be able to rescue the lives of these girls and also to fight for their rights. Ndani ya moyo wake alijua mumu ndimo Mungu alitaka awe, kwani zaidi ya wasichana 300 wamepitia kituo hiki na kufanikiwa maishani. We have trained teachers who are already working. We have police women. We have secretaries. We have mothers who are in good businesses. Aidha, Sister Teresa ameanzisha mradi wa He for She katika kituo cha uokoaji unaolenga wavulana na wasichana, wakijadiliana kwa uwazi na kubadilishana mawazo katika masuala mbalimbali, bila kusahau masuala ya ukeketaji na ndoa za utotoni kama moja ya mada za majadiliano, huku akitoa wito kwa serikali kujumuisha mafunzo kama hayo shuleni.
We have incorporated the he child, that is the boy child, in the program, together with the she child, that is girl child, in the program, so that we can mentor them together, character formation together, and also they may care for each other. Jua linapozama, kundi la wanawake wanakusanyika kujadili jinsi ya kubadili mienendo butu ya mila zao. Lengo ni kuwapa wasichana nafasi ya kuwa wanawake bila kukeketwa. Kundi hilo linajumuisha wanawake ambao wamekeketwa au binti zao ni wahasiriwa mila hii iliyokita mizizi. Majority of the parents are now taking their children to school. Because when you go to schools, you'll find the schools are full with girls and boys. Though it reaches a certain extent, the girls withdraw. They are forced to withdraw so that they can be given out in exchange of goats and the cows. Licha ya msukumo huo, mwiba unaosaka makoo kundi hili ni unyanyapaa katika jamii, ambapo wengi wamejikita katika mila na utamaduni. Sheria ya Kenya kama ilivyoainisha haki ya Mkenya katika kifungu cha 2 cha katiba, pamoja na sheria dhidi ya ukeketaji toleo la mwaka 2011, imepiga marufuku ukeketaji, ikitambua kwamba ukeketaji sio tu mila yenye madhara bali pia ni ukiukaji wa haki za kibinadamu. Hivyo yoyote atakayeenda kinyume cha sheria hii ataadhibiwa vilivyo. Atatiwa mbaroni kwa muda usiopungua miaka 3 au faini isiyopungua shilingi 200,000 au vyote kwa pamoja. Na iwapo katika mchakato wa ukeketaji asababishe kifo cha mhasiriwa, basi atafungwa kifungo cha maisha. Wakati huo huo, sheria ya watoto toleo la mwaka 2001 kifungu cha 14 inaharamisha kujumuishwa kwa mtoto kwenye tamaduni zenye madhara. Sheria hii inawapa wazazi jukumu la kuhakikisha usalama wa watoto wao. Haya yanajiri huku kituo hicho cha kukoa cha Immaculate kikijaa kupita pomoni. Wasijue ni vipi wataweza kustahamili idadi hiyo kubwa. Right now at the moment, the rescue center has 78 girls and the capacity of our dormitory can only hold 50. So to some extent we are not in a position, even when we are called upon to give safe custody to more girls. Wahasiriwa ukeketaji wakibakia na makovu ya maisha, machungu na hasira dhidi ya waliowatendea unyama huo, hususan usaliti waliokumbana nao majumbani mwao, mahali panapostahili kuwa salama zaidi. Husna Mohamed, KTN News. Na sasa tuelekee kwenye mkoa wa Pwani ambapo wakulima katika kijiji cha Ziwani eneo bunge la Lungalunga kaunti ya Kwale sasa wameasi ukulima wa mimea ya kula na kuchangamkia miti ya marashi. Marashi hunukia vizuri haswa kwa aliyejipaka na akiwa kadamnasi na watu. Kwa mujibu wa wakulima hao, upanzi wa miti ya marashi una manufaa maradufu. Tobias Chanji aliwatembelea na kuandaa makala yafuatayo. Kwa umbali utadhania ni miti ya mikalitusi maarufu eucalyptus, lakini unapokaribia kuna tofauti kubwa, haswa urefu na harufu. Kupitia mradi wa Toka Ardhini, Mzee Benson Masiuki alianza ukulima wa marashi mwaka 2019. Walikuja kuanza utafiti wao wa 2016-17 ndio wakaanza kuingia kwa wakulima. Miche ya kupandwa vilevile inagawiwa kwenye mradi huu wa Toka Ardhini, kwa mjibu wa Masiuki ambaye anafurahia ukulima huu. Ukiwa we ni mkulima, unaonyesha shamba yako, mnakubaliana kama ni wanajaribu kwanza wanakuanza na robo heka. Na kutoka hapo robo heka ndio sasa watakuongezea kulingana na vile una bidii zako, kwa sababu wanakuletea mbegu seedlings zikiwa zimeoteshwa. Wanakuletea upande, wanakuonyesha namna ya kupanda, unapanda, utunze. Sasa ikishakuwa baada ya mwaka mmoja ndio wanakuja wanakata. Wakikata wanabeba yale majani wanapeleka kwa factory yao na wanakulipa. Ana ardhi ekari 4 ambayo amepanda miti ya marashi. Anaeleza kuwa hivi majuzi amevuna shilingi 1160 kutoka kwa kipande kidogo katika hizo 4. Ni majani tu ambayo huvunwa, huku bei yake ikiwa ni upimaji wa majani mabichi. Ikiwa ni mti mzima wakati wa kwanza, first planting, inachukua mwaka moja
unakuwa kimo kama hii ya mita 3, mita 3.5. Unakata pale chini, unakata kama 600 millimeters, unakata centimeters, unakata. Ukishakata unatoa yale majani, yale machanga yako huku juu, ndio wanabeba. Anaongeza kuwa malipo yake huwa ya haraka mno. Yako very quick. Yaani wao wenyewe wakikata leo hawachelewi, siku 2, siku ya 3 wamesha kulipa. Na unalipwa na M-Pesa. Ukulima huu uliingia maeneo haya mwaka 2018, mwanzo katika kijiji cha Ziwani, ila sasa wadi nzima ya Dzombo. Onesmus Kingo, ambaye ni mkulima na pia mzee wa kijiji, wangali na ukulima mdogo wa mimea mingine ili kukidhi mahitaji ya kila siku. Na wewe hapo unategemea school fees, hapo unategemea ununue chakula. Diposa unaona mwaka huu hatujakatiwa kabisa. Walikata ile, lakini hii bado hajakatwa. Sasa mwananchi hapa ana shida kwa sababu tunafundisha watoto shule, tunategemea chakula. Ndio naona tumepanda vihindi kidogo, vimboga vya kula kidogo, tufukuze njaa, tukingojea hii miti yao wakati watakapokata. Changamoto kuu imekuwa ukosefu wa maji, haswa kutokana na ukame. Tatizo siwezi kujua ni nini. Wanasema sasa dahi yacho na iko mae kidogo. Inaonyesha labda walikata wakaona mafuta hivi walikuwa wanatarajia sivyo. Sasa wakaendelea labda kimaliza mwaka at least itakuwa afadhali, nikiangalia kwa maoni yangu. Marashi yanayotengenezwa hata hivyo hayauzwi mitaani. Hiyo mafuta wewe hata wewe mwenyewe huwezi kununua wewe. Gali. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Na makala hayo yake Tobias Chanji yananifikisha kikomo cha taarifa za Mbiu Weekendi alasiri ya leo. Ungana nami tena mwendo wa saa 1 kwa taarifa zaidi. Kumbuka ifikapo saa 11 juu ya alama, Mwalimu Franco Tino atakuwa anakujia na kipindi chako ukipendacho cha Dau la Elimu, leo akiwa anazamia masuala ya mtalaa wa CBC. Ripoti ya muda inafaa kuwasilishwa mbele ya rais itakuwa inapelekea maamuzi gani na kuathiri vipi mtalaa huo mzima na mfumo wa elimu ya CBC. Usikose. Nimekuwa kwa Hadia Mwasiwa na kutakia jioni njema.